Kwa nafikiri mnaweza mkapata picha ya kwamba sijatunga, si ndio jamani? Ndio nasema kama mnapokuwa wazi, hata wale sponsor wanakuwa wako tayari kufanya nini? Kuwapa fedha. Sasa na sasa imechaguliwa juzi wapya. Wote wapya wamekuja? Au wamekuja nani na nani? Watatu wapya na mimi nimebahatika umekomalia kiti. Kwa ridhaa na wanachama. Aya, mpya mwingine nani ambaye yuko pale? Niko na mheshimiwa rais wangu hapa na katibu msaidizi. Okay. Aya, ndio katibu wako msaidizi. Katibu mkuu msaidizi. Ndio mheshimiwa. Aya, swala la ofisi nani anamiliki? Taarifa nilizonazo na nimezipata kutoka kamati ya bunge ya kwamba mpaka jana waheshimiwa wabunge wananiambia shirikisho la kikapu halijakabidhi ofisi kwa waliochaguliwa. Ni kweli? Ni kweli mheshimiwa. Ni kwa sababu ya kupishana mazingira ya kazi. Sasa imefikaje kwa wabunge kama jambo la kweli tu la internal communication? Hebu mpe rais wako nipate kusikia. Asante. Mimi ni mtendaji mkuu lakini mwenye dhamana ya shirikisho ni kwa mheshimiwa rais ambaye alikuja kwa ajili ya ukabidhi, lakini kwa bahati mbaya mheshimiwa rais wa sasa alikuwa kambini Zanzibar, kwa hiyo wakapishana. Kwa hiyo wamekubaliana watakutana tena Jumapili. Mbona kama wewe unapokea order sehemu tofauti? Au nianze na wewe kukungoa? Hapana mheshimiwa. Kwa sababu unaanza kunipa picha ya mgogoro ambao unaanza kunipa picha ya mgogoro uliopo kabla ya mgogoro wenyewe. Kwa nini hao maelezo asingekuwa ameelewa rais wako wa sasa? Sangesema jamani, angekuwa ameelewa rais aliyeshinda. Sangesema tu kwamba tunaendelea na utaratibu, nimewasiliana na rais mwenzangu chini ya utawala wa mtendaji wetu mkuu, tunafanya logistics, siku fulani tutakabidhiana ofisi. Kwa nini wewe una majibu tofauti? Samahani mheshimiwa, kwa mujibu wa katiba anapokuwa mheshimiwa rais hayupo, makamu wake yupo, makamu wake anayo taarifa. Kwa bahati mbaya hayupo hapa, yuko Ufaransa lakini anayo taarifa. Sasa leo lini? Leo ni Ijumaa mheshimiwa. Kama Jumatatu ofisi haijakabidhiwa, unaondoka wewe kwanza. Nimepokea maelekezo.